Wasa mzuri zaidi kwa ajili ya wino mzito. Karibu sana kwa ambaye pengine ndio kwanza kabisa naungana nasi. Hii ni Super Breakfast, safari yetu taratibu mpaka tufike 3 kamili asubuhi. Tumeanza nayo 11 kule. John Pokero ananisikiliza hapa, lakini pia Godfrey Mchungu na msaka habari Exaudi. Vipi? Huku pigia huku sasa. Mimi ndio. Mtendo hapo kule kwa mwanzo. Hapo. Kwa hii ndio comment kwa niambia. Hiyo ndio comment yako umeipata? Umeisikia? Nyumba hivi. Hapo nimeiona hii. Hapo sawa. Umeona hivi nakuwa. Umeiona comment yako? Safi. Sasa mjomba, kwema? Ndio. Habari za weekend bana? Salama ndugu yangu. Bana weekend mambo yanakuwa mengi mjomba. Nimeona ile ya Kenya, mchungaji mmoja kaamua kupita weekend kwenye vyombo kule. Piga vyombo. Kama kukusanya sadaka. Kwa pekee neno la Mungu pia. Anachukua za wale. Kwa anachukua na anaokota, aliokota sana. Alafu kile kibango kile kinaandikwa. Na mchungaji Lupokela mshafika hapa. Kile ambacho huwa kinaandikwa kwa ajili ya tajiri. Kwa ajili ya tajiri kafika. Mchungaji akawekwa pale kwenye kibango. Yes. Kafika mchungaji bwana, neno la Mungu alichagui bana. Linakufuata kokote. Tunabidi muokoteshe. Kwema lakini. Kwema ndugu yangu. Kwema kabisa. Kumekucha Jumatatu nyingine. Unajua mwezi ndio unaisha huo. Leo tarehe 24 leo. Unaingia mwezi wa sherehe. Bana wewe umeondoka masiara. Mwezi wa kula na kunywa. Inategemea lakini. Ukitafakari Januari. Unategemea lakini. Ni mwezi wa kula na kunywa. Ikitegemea tujua una. Ikianza kutegemea. Ndio nakwambia, yani hiyo kula na kunywa tegemea wewe uchumi wako. Maana yake wewe una hela. Ukianza kusema inategemea chochote. Sasa kama ndugu yangu mmoja hapa. Wengine nimemwona amekaa sehemu bana. Unajua vile vyakula vya Dar es Salaam kwa kwanza kinawekwa kwenye sahani ya mbao. Ndio. Na ukiona kula kinawekwa kwenye sahani ya mbao. Sahani ya mbao. Uchumi wako umekuwa. Kwa kuna mtu uchumi wako umekuwa. Kuna mtu nimemwona weekend hii anafurahi sana. Unajua naona mabadiliko yake kadiri siku zinavyokwenda. Kwa hiyo tukubaliane. Ukiwa Dar es Salaam hapa. Alafu kwenye kuagiza vyakula kwenye sahani zile za mbao. Lazima nitaziagiza sana mjomba. Kwa nini tunazungumzia wewe bana? Shida. Sio mjomba nitaziagiza sana. Sasa tuzungumzie wewe. Mnakuwa havina cha mambo ya nusu sijui nini. Kama ni kuku anakuja kama alivyo. Kama alivyo. Wino nzito. Safi bana, nafurahi nikiona mabadiliko ya watu leo karibu nao, nikiona wanakuwa. Lakini mimi mjomba hujaniambia. Mimi wakati naagiza kwenye mbao kuniambia. Hili limekuwa ni habari kubwa yani. Wewe ni kawaida, kuna mtu ameanza. Haya bwana, tuanze kwenye wino mzito mjomba. Bwana, wino mzito, maeneo mengi yameandika taarifa nyingi. Na jana niliona mkutano wa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa na waandishi wa habari. Ndio. Ambapo nadhani magazeti yote yamemnukuu, lakini pia hata kwenye mitandao kipita jana alinukuliwa sana akizungumza mengi ambayo serikali inatamani kuwajuza wananchi wake. Kubwa ambalo alizungumza pia ni kuhusiana na serikali kuendelea kufanya tathmini ya vifo vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi. Na anasema wazi kabisa kwamba tathmini inaendelea. Unajua swali kubwa la sisi waandishi limekuwa ni wangapi vifo vilitokea, sababu vifo kutokea imeshathibitishwa. Ukisikiliza viongozi wengi wa serikali wameshakiri kwamba kuna vifo vilitokea. Sasa ni wangapi? Ndio swali ambalo limebaki kwa serikali. Na jana wakati akizungumza waandishi wa habari wakamuuliza tupe idadi ili tuweze kuondoa hii sintofahamu. Na yeye amesema serikali bado inafanya tathmini na itakuja na majibu ya namba. Ni wangapi walifariki na walifarikije kwenye yale matukio ya kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29 ambayo yalijiri. Kwa hiyo ndio ilikuwa taarifa jana. Alizungumza mengine mengi ikiwemo pia kuzungumza kuhusu waandishi wa habari wa ndani na wa nje. Ndio nimeona ile mbalimbali zinazoendelea kwenye vyombo vya habari mbalimbali. Lakini kubwa ni kuhusu yale yote ambayo yalijiri
Oktoba 29. Huyu ndo msemaji mkuu wa serikali. Kwa hiyo anachokisema ni serikali imesema. Kwa hiyo tunakichukua kama tamko la serikali. Sisi tunachukua kile ambacho wamekizungumza. Na ufafanuzi mbalimbali ilikuwa ameutoa. Basi. Kwa hiyo sisi tukae nayo hiyo na sisi tusubiri, kwa sababu umekuwa kwa sisi wanahabari hususan wa Tanzania tumekuwa tukisumbuka sana kwenye takwimu. Takwimu zimekuwa zikitusumbua kiasi kwamba sasa unakuwa huna jinsi ya kuzizungumza kwa sababu huna takwimu, huna namba. Na serikali tumeiuliza wazi kwamba jamani, tupeni namba ya watu waliofariki ili sasa tuwe tuna takwimu kutoka serikalini, na wamesema watakuja nayo. Kwa hiyo sisi ni kusubiri takwimu hiyo. Kwa hiyo ilikuwa habari kubwa, magazeti yote yamemnukuu Msigwa Gerson, msemaji mkuu wa serikali. Lakini pia taarifa nyingine kwenye hilo akawataka watu ambao walipoteza ndugu waende polisi. Okay. Kama ulipoteza ndugu yako, Msigwa anasema sehemu sahihi ya kwenda kuuliza ni polisi. Nenda polisi kaulize bwana, kuna 1 2 3 na nini, si ndio? Kama ukiona ndugu yako umuone, anasema nenda polisi. Sasa ukienda kwa polisi utajua utakachoambiwa ili uweze kufanikisha kumpata ndugu yako. Lakini lingine ni kuhusu wale vijana ambao Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa bungeni aliagiza kwamba au alishauri kwamba watazamwe. Kuna wale ambao anasema wenyewe walifuata mkumbo kwenye yale matukio, anasema waachiwe. Sasa ile agizo ama ushauri aliotoa, Msigwa anasema mchakato unaendelea. Unajua kuna ukimya baada ya ile kauli ya rais. Baada ya kuzungumza, Msigwa anasema mchakato unaendelea. Kikamilika, taratibu zikamilika, basi wataachiwa na shughuli nyingine zitakuwa zikiendelea. Kwa mchakato wa kisheria, sisi kazi yetu ni kusubiri. Hayo ndio aliyozungumza Msigwa. Nataka kuyapata kwa undani, nenda kwenye magazeti. Yes, nenda kwenye magazeti. Au nenda pale EA TV YouTube, ilikuwa live kabisa, kasikilize. Kenda YouTube pale EA TV au EA Radio pale tutanayo. Tutaitazama kwa ukubwa wake. Kabisa, utakutana nacho kile ambacho amekizungumza mwanzo mpaka mwisho. Masuala kula vyombo. Unajua kuna yeye anasema bwana, tunaona mnavyoshambuliwa pia. Kwa habari. Kwa hiyo ukitaka hiyo kama alivyosema mjomba, wewe nenda kapitia huko. Nenda katazame kule. Taliona bana alichozungumza. Sawa bana. Si ndio? Ndio. Basi. Kwingineko bana, kule Kigoma mjini kwa B-Level bar nimeona kwenye taarifa mbalimbali bwana, wananchi wao wapiga kura wameenda mahakamani, wanapinga ubunge wake. Wapiga kura 4 wa jimbo la Kigoma mjini wamefungua shauri la uchaguzi wakipinga ushindi wa mbunge wa jimbo hilo CCM Clayton Chipando maarufu Baba Levo, B-Level bar fundi majumba. Kwa hiyo jamaa wameenda mahakamani kupinga piga kura. Wanataka kupinga bwana huyu jamaa ubunge alopata huyu. Sio atakumngoa. Sio kumngoa, hiyo inaitwa ndio kumngoa kaka. Kifungua shauri maana yake tunapinga ushindi, maana yake tunataka kumngoa. Atakumngoa. Yani mahakama ibatilishi hiyo nafasi yake. Mahakama wewe bwana anasema bwana mahakama wanataka mahakama yawaambie ushindi. Hasa kwamba wana wasiwasi. Watakuwa na ushahidi. Yaani watakuwa na mambo yao sasa kuwasilisha. Wanawasilisha. Lakini kwa sisi tumefuatilia, Baba Levo amefanya kampeni nzuri sana. Hawajaenda kupinga kampeni. Yaani hawajaenda kwenye kampeni. Hawa sio kampeni. Nielewe nilivyosema. Nimesema hivi. Wewe mimi ndio ipo hivyo. Sawa. Ngoja kwanza. Kwenye kesi. Hii kesi ni ya kupinga ushindi. Nasema hivi. Haipingi kampeni. Nasema hivi. Kuna uchaguzi ukifanyika. Kuna baadhi ya wagombea wanaweza kupinga ushindi wa mgombea fulani. Hiyo imetokea maeneo mengi sana katika uchaguzi wa nchi hii. Sawa wanachama au mwanasiasa wa chama fulani anapinga ushindi wa mwenzake. Hiyo imetokea na anakuwa na ushahidi wake. Lakini mimi nasema ukiangalia kampeni alizofanya Baba Levo, sawa amefanya kampeni ambazo zimevutia watu wengi. Mimi ndio ilikuwa hoja yangu. Sizungumzi hiyo. Hiyo hoja sasa ya wapiga kura 4. Wapiga kura bana, sikiliza. Wenyewe wanapinga ushindi.
wapiga kura au wananchi hao wapi wenyewe wamejitambulisha kama wapiga kura wapinga ushindi wa mbunge Clayton Chipando Baba Levo Baba Fundi Majumba Kigoma mjini CCM wameipinga hiyo. Kwa wenyewe wamejiita kama wapiga kura. Kwa kwamba baada ya kuona kutafakari na nini wakasema ngoja sisi tuende wapi? Tukapinge wanaenda mahakamani sasa, si ndio maana kwa sababu ni jambo ambalo liko mahakamani. Nini kitajiri na nini wao wenyewe nafikiri labda kutoka kufunguka na kwa nini ambacho kinazungumzwa hata mahakama hiyo ndio wasikilize. Lakini mambo sio alifanya kampeni nzuri tu ni sasa tuachie mahakama watasema wao sasa watasema kwa sababu jambo liko kwao watasema wao. Imekuwa sana hata hujanielewa wewe hujanielewa tu nataka kuiremba kesi ni ushindi wenyewe wanaenda chungu vipi wala kuingineko bwana. Mjomba hapo wanasemaje ndani? Hii ni kesi. Basi hato ndo. Kesi hii ndugu zangu. Nataka tuichambue kesi. Basi tuondoke mjomba. Kuingineko? Jumatatu nzuri. Simba. Jumatatu. Wana weekend pia kuna picha moja ilisambaa ilizua kama mjadala mzito sana. Ikimhusisha mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe. Walikutana kwenye shughuli na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema rafiki yake kweli. Niona picha God bless Lema. Niona picha ndani kulikuwa kwenye harusi hivi. Wakakumbatiana pale, ndio wakacheka, wakaonekana pia wakizungumza. Sasa jana baada ya hiyo picha kusambaa sana, Lema nikaona kwenye mtandao wake ameandika pale kwamba ilimchukua miezi mingi sana 11 kuzungumza tena na mwenyekiti huyu wa kwake wa zamani Freeman Mbowe. Yani inamaanisha kama kulikuwa na nani kidogo. Anasema hawajawahi kukutana sehemu wazungumze, yani sio ugomvi, lakini hawajawahi kukutana miezi 11. Sasa siku wewe kwa kusemaje? Yani mimi nilikuwa nimewaza yani kila mtu sana kuna ile mawazo ya kibinadamu. Yani kwa sababu mimi na mjomba mimi nawe kama baada ya uchaguzi kila mtu ana shughuli zake. Sasa ndio hicho ninachokwambia. Hawajakutana tena. Ndio hicho ninachokwambia. Hata kwenye maelezo yake anasema walishakutana kwenye shughuli nyingine kama hii, hawakuzungumza. Sasa unataka kusema nini? Hiyo story kwake. Hiyo picha kwa nini unafikiri imezua mjadala? Wamezungumza. Sio mwenyewe namwambia kwa hiyo kwangu mimi hiyo sio. Unajua kuna story nyingi za kwanza yuko wapi mwenyekiti mstaafu. Hilo ndio lilikuwa la kwanza. Kuna story za yuko wapi mwenyekiti mstaafu. Mbona haonekani? Watu wengine wengi wakawa wanasema labda ameondoka. Anaama. Hoja mimi nafikiri kwamba hoja ya hiyo picha ambayo imezua mjadala. Sawa? Ni uhusiano upi wa mwenyekiti na nani na chama chake baada ya uchaguzi. Achana na hiyo pia. Sikiliza nikwambie. Tunatafsiri hiyo picha ambayo imezua gumzo ambaye atalema mwenyewe ameandika kwenye mtandao wake kwa miezi 11. Sawa? Maana ni kwamba ni uhusiano baada ya uchaguzi kuisha. Uhusiano kati ya mwenyekiti na chama chake. Sio na watu. Yule alikuwa anaongoza taasisi. Hebu endelea kwa uchambuzi wako. Uhusiano wa mwenyekiti na chama chake. Hilo la kwanza. Lakini hata ukiangalia Twitter ambazo alikuwa anazitoa Mheshimiwa Rema dhidi ya mwenyekiti. Umeelewa? Lakini maneno ya wanachama wa chama chake. Sema zile provocations za uchaguzi zilifanya wakapotea. Ndio hilo sasa. Huyu sasa yeye anasema chama. Mimi naamini katika yani kwa mfano mimi huwezi kutofautisha kati ya mwenyekiti na chama. Sasa yani kinachoonekana yeye alikuwa aongei na tukisema Mbowe ndo alikuwa aongea na viongozi wa Chadema. Kwa nini viongozi wa Chadema wao hawaongei na Mbowe? Unaelewa ninavyosema uhusiano? Unaelewa ninavyosema uhusiano? Sema kuna kuviziana. Watu wanaviziana. Wanaviziana. Wewe mbona unamsalimia? Wewe unamchukia au mimi ndo nakuchukia? Yani wenyewe hata hawajui nani anamchukia mwenzake. Na hapo kuna ukubwa hapo unaonekana mjomba. Yani kwa kama mimi na wewe tukikutana hivi kwenye harusi. Na tulikuwa labda tuna battle wakati fulani na mimi nikakuponda sana mjomba. Wewe ukirudisha moyo nikapiga picha, lazima mimi niende nikakimbilia. Sasa hii yenyewe kwa sababu wamekutana hawajazungumza kwenye
sema labda nje ya ukumbi, hii ni MC ndo aliwaita mbele akawaambia njoni hapa tufungulie kutoa zawadi, ndio ikawa kuzungumza kwao. Hiyo picha inatoa tafsiri nyingi sana. Inatoa tafsiri gani bwana? Nakwambia picha sikiliza, picha moja inazungumza maneno 1000. Picha video moja, listen, picha moja inazungumza maneno 1000. Video moja inazungumza maneno milioni 1. Umeelewa? Kwa picha, yani picha moja inazungumza maneno 1000. Video moja inatoa tafsiri maneno milioni 1. Kwa hiyo picha ina vitu vingi. Mimi nikuulize Mchungwaya, kama picha inasema sijui maneno 1000 sio na nini, kwenye hili je, Mbowe na nani unaamini wameamaliza? Ndio nasema hivi. Kwanza hiyo picha inatupa uhusiano wa mwenyekiti na chama moja. Cha pili, ile dhana ambayo mwenyekiti alizungumza ya kuponja majeraha baada ya uchaguzi. Tunaweka kwenye question mark, sawa? Lakini cha tatu, mtafaruku baada ya uchaguzi. Tunaweka kwenye question mark, sawa? Lakini cha nne, bado kama kule tuandika miezi 11, sawa? Hawajaongea, inatupa kwenye question mark. Miezi 11. Hivi unaelewa? Wewe umemtafuta. Kwa sababu kumbuka huyu alikuwa ni kiongozi wa taasisi. Unapozungumzia taasisi ya chama inagusa watu wengi. Kwa usichukulie kwamba ni harusi au wamekutana. How about katika dhana ya kukuza hiyo taasisi yao. Jamani, watu kukutana kuzungumza inakuwa story. Mjomba kweli? Kama mbao tu, kama chakula cha mbao kimekuwa story itakuwa kuja kwenye kitu. Watu kukutana. Ajomba bwana. Hebu tuondoke bwana. Bwana, kule Zanzibar kuna wauguzi wawili wamesimamishwa kazi kufuatia tukio la mtoto kuharibika mkono, ambapo ni Wizara ya Afya kupitia Baraza la Madaktari imewasimamisha kazi wauguzi wawili wa hospitali ya mkoa wa Lumumba ili kupisha uchunguzi wa tukio la mtoto wa miezi 4 kuharibika mkono. Mtoto huyo ambaye jina limehifadhiwa, aliharibika mkono kwa madai ya uzembe wa baadhi ya wauguzi katika hospitali hii. Nadhani ndio ile ya walikuwa wanaangalia tamthilia. Wanasema walikuwa wanaangalia tamthilia. Wanaangalia tamthilia, ndio na metrend sana. Wanataka huduma, wao wanatazama tamthilia. Mimi napendekeza ikiwezekana kwenye hizi taasisi zinazohudumia raia, wananchi, kusiwepo na mambo ya television. Yani ziwepo basi waweke habari na nini. Wasiruhusu watu kuangalia vitu wanavyovipenda. Yani kwa mfano tamthilia hizo, mpira, soka kwa mfano Simba anacheza na nani, Chuma naye kwa hospitali. Yangu mmoja anaduka. Anaduka, umeona? Anaweka TV mbele ya ukienda hivi unakuwa hauioni TV, ila yeye ameiweka kwa hivi. Sasa mkuta wakati timu yake inacheza namna hii, unaweza kuzidishiwa change, yani muda wote anaangalia hivi. Wewe dunia niondoke mjomba, mimi sioni, wewe unaona. Kwa hiyo ndio kuna watu kwenye magari wanaweka TV mbele ya dereva. Hii sasa ni mbaya zaidi. Jamani, ile sasa ile hapa. Yani mtu yuko hapa anapiga ngoma. Piga ngoma anatazama hivyo. Bora sasa ngoma. Na inategemea naendesha nani na ngoma gani inachezwa. Kwa nyimbo zile za wenzetu kidogo ambao wameshindwa kununua nguo nyingi. Nguo zilizovaa ni chache. Wameshindwa kununua, hawana hela kununua nguo nyingi, wakaamua vae chache. Mjomba, umetumia tafsida sana. Na zile nyimbo unajua ziko hadi Tanzania siku hizi. Zipo. Watu wanavaa nguo, wanasema wameshindwa kununua nguo nyingi. Niliona pia mjomba Waziri Ulega bana kusimamisha watu kazi pale Mikese. Moja kati ya kitu ambacho tukizungumze pia kasi ya mawaziri walianza nayo. Mawaziri wameanza na kasi. Lakini hata sio mawaziri, tunaona mpaka wabunge wanarudi majimboni, wanasema ile hadi ndio haidi juzi nimekuja nayo, yani haraka. Jamani, mbona imekuwa haraka sana? Mimi nilijiuliza hiyo kasi pia, kuna kasi ya mawaziri nimeiona ya Waziri Ulega na wengine. Ya mawaziri tu wasifia, ya waziri mkuu sui nani. Niliona hiyo. Lakini wabunge umesema na wenyewe? Nimeona pia baadhi ya wabunge wanarudi. Sema nilipokuja hapa kaidi sana. Naanza hapa. Hata bungeni hujaanza kuzungumza kero kweli. Jamba. Pata wapi? Nini? Hizo wanazoenda kama wamepata wapi? Sijua. Mabaki labda change za kampeni. Sasa pale Mikese, moja sababu ambayo waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ameagiza mpaka kusimamishwa kazi kwa watumishi
ni kufuatia kero ile ambayo huwa ipo pale. Huwa kuna ile foleni nakuta kuna foleni pale, mjomba kwa ndio. Hii vipi? Hapa na kule. Lori yamepaki pale mpaka unashangaa vipi? Mizani haifanyi kazi. Kwa jamaa bwana akawa amepita nao. Afu nikaona pia kuna ule upande mwingine napo kwenye miundo mbinu kule kuna mkandarasi naye, bwana huyu kwanza kamateni kwanza. Kae naye kwanza. Anyway, waziri wameanza na speech kubwa sana. Hongera kwao bwana. Bwana, tukizungumza kuhusu waziri wa Katiba na Sheria Juma Omera ametoa hakikisho kwa Watanzania kwa wizara yake inakwenda kuanza maandalizi ya mchakato wa katiba mpya. Kuna kibonzo kimoja cha joti kile. Bali njema sana. Wamekwisha. Habari njema kweli. Bali njema sana. Katiba mpya. Swala la katiba mpya kwanza ni habari ya kwanza. Habari ya pili itakuja tunaanzia wapi pia. Unajua mchakato umekuwa unaanza muda mwingi. Kwa nini kutumia neno habari njema sana? Katiba mpya imekuwa ni ajenda ya katiba, imekuwa ni ajenda ya wadau wa demokrasia na wanasiasa wengi. Na pakuanzia pakuanzia ni sehemu kingi. Wao sasa wataangalia kuna pale ambapo alipoishia Jaji Warioba. Anasema wao wataangalia. Lakini hiyo ulivyochambua umechambua vizuri. Kwamba bwana wengi wa masuala ya demokrasia na nini wamekuwa wakizungumza. Katika uchambuzi wewe ukiongeza mengi utaharibu. Amna, na good enough ni kwamba Chama cha Mapinduzi kimeahidi kwenye kampeni zake watakuja mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo imekuwa ni ahadi sawa ya wagombea katika uchaguzi. Sasa kwa chama ambacho kimeshinda kuanzisha huo mchakato, maana ni kwamba inatoa fursa kwa wale maoni ya watu wengi ambao wanataka ingie kwenye katiba. Itakuwa ni sehemu na kwa hiyo na vile vile tutapata bunge la katiba ambao tutashuhudia mijadala minyukano ya kisiasa. Mmoja juzi akaniambia sasa huo mchakato ukishaanza inabidi kauli kama hizo za nani ameanzisha watu wajivue. Yani tusisikie tena kuna mtu yoyote anajimilikisha mchakato. Kila mtu ajivue kwamba sasa liwe ni jambo la Watanzania. Katiba sio ya chama, katiba ni wananchi. Ndio maana nimesema ikishafikia level ya kwanza kila mtu inabidi akae pembeni sasa. Wananchi huo ni mchakato wa wananchi. Na tunakosea, yani katiba sio ya chama. Umeelewa? Yani katiba sio ya chama, katiba ni ya wananchi. Yani wananchi wanaamua wao wanataka kujiendesha mambo yao vipi. Ndio katiba. Kwa sio kwa ajili ya chama fulani. Na nilipenda kwa mfano Mheshimiwa Rais aisha kusema kwamba kuna watu nafikiri mchakato wa katiba ni wa kwao. Mchakato wa katiba ni kwa katiba tunapoamua kuja katiba mpya, maana ni kwamba wananchi katika ujumla wetu kwa makundi yetu tunaamua kuja. Kwa hiyo mimi nafikiri katiba tunaweza tukaipata muda wote. Mimi nilipenda bunge la katiba ya mwaka kipindi kile. Ndiko bunge zuri sana. Kwa hiyo na mwaka huu nafikiri ya kipindi hichi itakuwa bunge fulani ya kimkakati. Joma, niliona ajali jana. Bwana wenzetu watano Monduli pale Arusha hiyo wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea jana mchana eneo la Mbuyuni pale Monduli mkoani Arusha. Tutoe pole bana. Ilihusisha gari dogo aina ya Toyota Makex ambalo lilikuwa likitokea Arusha na basi la abiria aina ya Yuta ambalo likitokea Dodoma kuelekea Arusha pia. Kwa hiyo watu watano wamefariki. Polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi wa kubaini chanzo cha ajali hiyo. Sawa bwana, tutoe pole sana hiyo. Pole sana. Lakini kwingineko pia ni wanafamilia ambao Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma imewahukumu kwenda jela watu 4 wakiwemo wake wa marehemu na ndugu zake baada ya kuthibitisha kuwa walihusika katika tukio kifo cha Daudi Kitonka mkazi wa kijiji cha Kinanilia wilayani Iramba mkoani Singida. Kesi hiyo ilihusisha mauaji ya kihisia baada ya marehemu kudaiwa kumfanyia ukatili wa kijinsia mke wake mkubwa. Inadaiwa mahakamani hapo kuwa chanzo cha mauaji hayo ni marehemu Kitonka kumfanyia ukatili wa kijinsia mkewe mkubwa
hali ilisababisha ndugu hao wa familia kupanga kumfundisha adabu. Wakasema bwana huyu ngoja tumfundishe adabu huyu. Wakasema kwenye kufundisha adabu ndo wakasababisha mauaji. Mjomba sawa, tuishie hapo mjomba. Sisi tuondoke. Sawa, bado tunaendelea kuwa nawe mpaka 3 kamili asubuhi. Exaudi Mtei, Exaudi Msaka Habari, God Falsafa, Instagram, Godfrey Mchungu, unamfahamu hivyo, na mimi ni John Lawrence Lupokela. Abel Kirumbo atakuwa hapa. 94.7 East Africa Radio, Nairobi. Together tunawakilisha.